Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Na mtazamaji popote ulipo, ni kukaribishe katika makala ya Mizani Mezani. Ni Juni 8 mwaka 2022, tukiwa tumesalia na siku 62 tuingie katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Mpenzi mtazamaji, walikuwa zaidi ya wagombea 46, lakini sasa hivi shoka la IBC limekata, wamesalia 4 peke yake. Swali ni je, nani atakayestahimili joto la kuingia ikulu Agosti 9? Leo hii mtazamaji, tuna mengi kweli kweli ya kukuandalia katika Mizani Mezani, ambacho ufanye ni uandamane nasi kutoka mwanzo huu hadi tamati. Lengo letu kuu likikuwa ni kudadavua, kuyaweka sawa masuala mbalimbali ya kisiasa. Leo hii tutaiangazia kwa undani zaidi manifesto iliyozinduliwa juzi siku ya Jumatatu usiku wa saa 3 na Azimio la Umoja. Wana ajenda kuu 10, tutaziangalia, tutazipitia, tuone zina udhaifu gani, na je, iwapo zitatekelezwa ama ni danganya toto mtazamaji. Kwa hiyo pasi na kusema mengi, leo hii nina wageni ambao tutashirikiana na wao kuidadavua mawili matatu. Ninaye Bwana Kimu ambaye siku zote amekuwa hapa wa masuala ya kisiasa na sana nagemea mlengo wa Azimio la Umoja. Kwa hivyo leo hii atatuambia, je, mbona wanataka kupoteza mitumba kutoka Kenya hii? Wanataka watu wakikumbaa waishi vipi? Upande wangu wa mkono wa kuume amekaa mgeni anaitwa ni Mwaura Kieko. Huyu naye anagombea kiti cha udiwani kutoka Umoja One. Leo hii na mbona ni udiwani bali si ubunge. Kwa hiyo pasi na kusema mengi, mimi ni wako Kaka Tom. Katika mitandao yetu ya kijamii, FB ni Sky Cable TV, IG Sky Cable TV Kenya, YouTube sasa hivi tuko mbashara Sky Cable TV Kenya, Kaka Tom katika mtandao wangu wa kijamii. Kwa hiyo nimkaribishe mgeni wangu studioni ambaye ni Mwaura Kieko. Mwaura, vipi? Karibu studioni, msalimie mtazamaji wetu, kadhalika mwambie Umoja One kuko vipi. Asante sana Kaka. Hamjambo watazamaji. Kwa majina naitwa Mwaura Kieko, mkazi wa Umoja One. Umoja One iko Embakasi West Constituency, Nairobi County. Tumepakana na Embakasi East Constituency, na ile nyingine Embakasi South Constituency, Embakasi North Constituency na Makadara. Kwa hiyo unasema kwamba uliamua kwamba uingie independent. Huko unataka mambo ya Azimio ama Kenya Kwanza? Mambo ya chama kama watu wenye wanazielewa. Ndio. Chama siku hizi imekuwa ni rubber stamping ya zile agenda chama ziko nazo. Ukiwa na mawazo different na chama,
mambo yako yanaenda mlama, kwa sababu unaweza kuwa deripped na chama inakuforce follow kenye wameorganisha. Naam. Independent naye ni kumaanisha chenye unaona kinafaa watu wako na consultation na wale watu ambao wamekuchagua, unaweza make decision bila ushawishi wa chama, ila kwa ushawishi wa wenyeji. Kwa hiyo zuia hapo tutalizamia hilo zaidi. Bwana Kim. Naam Kaka Tom. Umepotea siku nyingi, hebu jitetee, umekuwa kupi na leo unalipi? Azimio wanasemaje? Naam Kaka Tom, kwanza nimsalimie mtazamaji wetu wa Sky Cable TV Kenya. Na nimwambie karibie kwenye Mezani ili tuweze kuyachambua masuala yanayoibuka haswa katika ulingo wa kisiasa. Naam. Nami Kaka Tom sijapotea sana. Nimepotea kidogo. Ulienda kuzindua manifesto ya Azimio? Nilikuwa tukiandika manifesto, tukipanga manifesto pale. Kwa hivyo nimepotea kidogo, lakini sasa nimerudi. Pia na mambo ya binafsi hivi, private life. Lakini sasa nimerejea kwenye kipindi Mezani. Nashukuru pia kukuona uko salama. Shukuru pia na karibu. Na mgeni wetu Bwana Mwaura. Kwa hivyo niko tayari Kaka Tom. Uko tayari? Nimejipanga kuhimili joto la huko ndani, sio? Ndio. Kwa hiyo mtazamaji, kwanza mkoko unaalika maua walipokabidhiwa vyeti mbalimbali wale wagombea wa kiti cha urais akiwemo Odinga, Ruto, Choju wa Jakoya na mwingine ambaye anaitwa ni Mwaure Waiga, walikuwa na ya kusema. Hebu tuangalie walisema nini, kisha tutazama katika mdahalo wetu. Usiende mbali. We have confidence that the IEBC has got the capacity to conduct free and fair elections. We therefore would like to urge you to live by the script and do exactly what the people of Kenya expect of you. Kenyans, I'm delighted this morning to receive the certificate that will allow Kenya Kwanza and myself to participate with my very able deputy in this year's general election. Mr. Chairman and our returning officer, I want to say in this podium that Kenya Kwanza has confidence in the Independent Electoral and Boundaries Commission. On behalf of my team, I would like to take this opportunity to send my message to His Excellency, the President of this Republic, for having put this institution, for having made this institution, for having empowered this institution with whatever resources that was required to make proper determinations that are acceptable, determinations that are going to be a milestone in Kenya's history, to look into all aspects of Kenyan humanity and give us an opportunity. We say thank you. Had people hawking ideas from Harambee House, those that have the monopoly of these documents. We chose not to take the shortcut. We went the long cut and we fell short. Currently, I'm sure you have even seen the schedule that had the names of the presidential aspirants. It has our details, including
the ID numbers, the phone numbers. That's our private data that is out there in the... Na mtazamaji, ndio hivyo walikuwa na ya kusema, walisema mengi, lakini tumeyatoa machache tu ya yale ambao waliyasema Mizani, na sasa tunazama katika mdahalo wetu moja kwa moja, na tunaanza na yale kama siku ya leo, japo kwa kiduchu tu. Na katika gazeti la Daily Nation, mtazamaji, wanasema kwamba Ruto Raila power sharing headache. Kuna yale masuala ya kugawanya yale mamlaka, kwa hivyo ni swala ambalo limeleta yote miwili. Bwana Eko, ili swala la kusema kwamba Mudavadi atakuwa waziri mwenye mamlaka zaidi, unalionaje, huku kugawanya mamlaka na labda watu hawajachaguliwa rasmi kuingia Ikulu? Kwangu mimi naona hawa viongozi ambao wanaahidi wale the top honchos positions ni kama siasa tu wanacheza. Manake wakati unaahidi watu fulani position, ni kusema kwamba you are buying their royalty. So hata kama mtu sio competent, lakini ako na ile following ya masses, ama ako na ile kusema, ako na voice kidogo, unampatia opportunity, yani unampatia opportunity ambayo is not a well deserved one. Kwa sababu umempatia juu ya jambo fulani. So inafaa iwe kama unampatia juu ya service delivery na ako na ujuzi ya yale mambo unampatia, ndio aweze kudeliver to the Kenyans. Lakini sasa kumpatia kwa sababu ya rewarding political affiliation, it lose the sense. Na kwa mfano katika tunaona kuna wale mawaziri ambao tayari wapo katika serikali ya Kenyatta, na tukiangalia wizara ambazo wanafanya kazi si eti wamezidhibiti pasavyo, wamefanya ndivyo sivyo tuseme. Kwa mfano tunaye anaitwa huyu waziri wa kilimo huyu Kiunjuri huyu Peter Munya Samani, bado tunaona kwamba Azimio wamemteua katika ile wizara bado. Hii ina hadhari gani kwa Mkenya wa kawaida? Maana huyo waziri tunamuona bado yungali kwenye ile wizara, lakini bado anaidiwa ya kwamba iwapo Azimio wataingia mamlakani bado atasalia kuwa katika ile wizara. Nafikiri kwangu venye Azimio walimteua Munya aendelee na hiyo waziri, hiyo wizara no. Ni kwamba kuna zile formula, kuna zile policy ambazo Munya venye aliingia katika hiyo cabinet position aliset. Na sasa venye Azimio waliangalia wakaona anafaa aendelee ndio azimalize. Kwa sababu kusema ukweli na sisi wote tuwaona kuna zile vitu ambazo ameset pace. Kama niyo cotton farming zinaandamana na industries. Kuna venye ameset mpaka ikuwe imeachiviwa at a certain time frame. Ndio maana Azimio wakaona wacha tu tuendelee. Lakini kunao bado wale wanapewa au wale ambao hatujaona utendakazi wao. Wanapewa, wanaahidiwa kama Eugene with no strings attached. Kama Eugene anaahidiwa, ilhali alipatiwa hiyo wizara juzi, hatujaona Kenya amefanya kwa hiyo wizara hiyo ya defense. Sasa akiendelea na hakuna policy ameset, inaonekana ni kuriwada na muruwada politically. Naam. Bwana Kim, bado ni kwako. Ili swala la kunambea kwamba ukiingia mamlakani utanipa wizara fulani, unalizungumzia vipi? Ni jambo ambalo lina mashiko ama ni ahadi ambazo labda hazitatekelezwa wakati huu?
Naam Kaka Tom, gazeti la Nation linavyosema ni kwamba ikumbukwe kwanza siasa zetu za Kenya. Tunapenda kusema mara nyingi, ingawa si mzuri, lakini mara nyingi ni siasa ambazo zina ile ukabila. Lazima tuangalie kabila fulani litapata nini, kabila fulani litapata nini. Sasa kama gazeti inavyosema, kinachompatia Raila Odinga na mwenzake upande wa Kenya Kwanza Ruto ni watawapatia vipi, watagawanya hivi viti vya wizara kulingana na watu ambao wanawaunga mkono wametoka maeneo fulani. Hatutakuwa tukiwapa wanasiasa. Lakini sasa wanasiasa hawa wote walioko pale gazetini, picha zao wote ni wanasiasa. Lakini pia imebainika ni ngumu sana mtu ambaye wao tunaita technocrats ambao ni wasomi katika zile wizara, hata kama watafanya kazi. Ikumbukwe hivi viti wanavyopewa ni viti vya siasa, vinahitaji mtu ambaye ana uzoefu wa siasa, manake mara nyingi kuna mvutano nini. Kwa hivyo lazima, lakini si lazima wawe kuna wizara na mawaziri mbalimbali akiwemo Magoa tujamuona akifanya siasa. Kunao wanafanya mzuri, lakini mara nyingi unakumbuka kama Magoha mfano mzuri umepeana, mara nyingi unakuta na shinikizo amepelekwa kotini, mtaala wa CBC, na ni kwamba imebainika mara nyingi wanaofanya kazi ngumu ni wale wanaitwa permanent secretaries. Wale tulikuwa tunawaita kitambo assistant ministers ama ma-PS. Wale ndio wanafanya kazi ngumu. Huyu ako hapa juu, kazi yake tu ni kuhakikisha amepeleka muonekano wa wizara na kupiga siasa. Kwa hivyo mimi naona si mbaya sana wakiwa wanasiasa kama wadogo wao wanaofanya kazi zaidi kule chini au ndo technocrat. Kwa hivyo mimi sina shida na wanasiasa kutunukiwa hizi nafasi, na ndio kila jamii isikie imejumuishwa katika serikali ambayo inayokuja. Kwa hivyo lakini haimaanishi ya kwamba ambao tunaona kuna jamii ambazo hatuzioni hapa. Kunazo jamii hazipo, lakini pia zitapata nafasi hizo. Tunasema, si unaona hasa anavyosema wewe unataka nafasi ionekane ya kisiasa, lakini kuna wizara moja tuseme kama wizara ya Bwana Matiang'i, ipo na Matiang'i, ipo na mdogo wake Kibicho, na iko wadogo wengine wa Kibicho na wengine wako maafisini huku ambao ni wa jamii tofauti, lakini wale hatuwaoni pale katika vyombo vya habari wakiongea wakisema nini, manake mwisho wa siku atakayewasilisha masuala ya wizara ni kinara ambaye ni minister. Naam Maura, tukimalizia hoja hiyo niko na opinion different katika utendakazi wa wizara. Mawaziri ama cabinet secretary, kazi zao ni kuformulate policy. Nao ma-PS kazi yao ni accounting officers wa zile ministries. So cabinet secretary can formulate policy, naye permanent secretary, kwa sababu kuna zile mikakati ambazo zitawekwa za kuachieve ile policy, permanent secretary kazi yake ni hiyo. So kwangu mimi naona venye katiba ilikuwa imewekwa, tutumie technocrat kuformulate hizi policy, permanent secretary wa implement bila kuwa na wanasiasa, ingekuwa jambo mzuri sana. Namba kidogo tu tunamalizia hoja hiyo Bwana Kim. Nimuulize Bwana Mwaura, ni kwamba amesema mzuri sana, lakini tumesema hizi ni nafasi ambazo zinapewa wananchi, ni mali ya umma, na mara nyingi kuna mshike. Kwa hivyo mtu ambaye anaongoza ile ministry lazima akuwe ni mwanasiasa, manake siasa zipo ndani. Hatuangalia kwamba ni mwanasiasa, sheria inasemaje?
maana sheria inasema kwamba yeyote ambaye anatolewa katika wizara hasiwe mwanasiasa. Mara nyingi kumaanisha kwamba wanaenda kinyume na sheria. Hata siasa inaanza kunyumbani kwako. Hakuna kitu unaweza fanya nchi hii bila siasa, ama mahali popote duniani siasa ipo. Na sasa tukiingia katika hizi nafasi za juu, unakuta mara nyingi kama hakuna mwanasiasa wa kujitetea kwenye wananchi, ama unajua mara nyingi hawa technocrat kama si mwanasiasa hataweza kuwasilisha masuala ya hiyo wizara mzuri kwa watu na kwa njia inayofaa, na iwapo kuna mtu ambaye ataleta pingamizi pia atajua njia ya kudhibiti. Iwapo hoja yako ni nzuri, maana kazi yako kufanya kazi, si siasa. Siasa lazima iwepo. Si siasa. Kakatoa, unajua kuna siasa ya kawaida na kuna siasa hii ambayo iko Kenya yetu. Mara nyingi Kakatoa, hizi siasa hauwezi tenganisha siasa na uchumi. Na mara nyingi hizi wizara zote zinahusiana na uchumi wa nchi. Kama ni wizara ya kilimo, lazima fedha zipo, pesa fulani zimetengwa zifanye nini na nini na nini. Kwa hivyo mara nyingi utakuta mahali popote pana uchumi, siasa lazima ziwepo. Kwa hivyo hauwezi tenganisha siasa na uchumi. Mahali popote kuna uchumi unaendelea, lazima siasa zitakuwepo. Kwa hivyo unasema kwamba siasa ndo chakula ya kila siku Yes. Lakini hatukubaliani nalo, maana sisi tunafuata sheria. Mtazamaji, mambo ndo hayo, na tukiachana na hilo swala IEBC kumeonekana utepetevu katika tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC. Maana wapo wale wagombea ambao walikabidhiwa vyeti lakini mwisho wakaitwa wakanyang'anywa, akiwemo Walter Mung'are alikabidhiwa cheti akapokonywa baadaye. Kuna kwenda vipi katika tume hiyo? Hawafanyi mambo yao kwa kumakinika. Kwa hivyo tutizame video. Kuna wale wagombea ambao walikuwa na pingamizi kidogo wakilalamika, mbona mkatupa kisha mkatupokonya? Kwa hivyo tuliangazie hilo, tuangazie utepetevu katika tume hiyo, tuone je, tume hii ipo tayari kuendesha shughuli nzima ya uchaguzi Agosti 9. Kwa hiyo tutizame hiyo video, pingamizi ya wale wagombea wakilalamika kuna kwendaje katika tume ya IEBC. Let me say this, Emmanuel. As I said, we are a country of rule of law. IEBC has applied the law on university graduates since 2013, and they cleared candidates. To confirm their position, they went to the High Court, and they got a High Court order enforcing their decision that once you've concluded all your coursework, once you've met all the grades that are required and you have a completion letter and the university has satisfied you itself as to your qualification, you are deemed to be a graduate. You've met the criteria. And that is what they've used subsequent from 2013 to clear candidates. So even when they cleared Nyambane on 28th, it was on the basis of that settled law. We did not snitch on anybody. We merely brought to their attention the operating law that they were using. But because they were caught flat-footed, because they had thought they were going to stop us without a legal basis, we brought to their attention the law that exists, the law that the High Court has said exists, the law that themselves have also used previously. So to try to clean face, they now helplessly take on Mr. Walter Nyambane, who has been lawfully cleared, because he had been lawfully cleared as a candidate. Because when he appeared before the commission, the process is very laborious. They check each and every document. Na mtazamaji, ni wakili wa Ekuru Okoth akilalamika hapo vikali, akisema kwamba ni vipi unapewa cheti kisha unanyang'anywa. Mheshimiwa Mwaura, wewe unagombea kiti katika umoja wenu. Yes. Unadhani ya kwamba IEBC itakutendea haki? Kwangu kwa sasa hivi naona IEBC inafuata katiba venye imedisainiwa. Na hii katiba kuna zile vipengele ambazo hili bunge ambazo ndakufunjwa walibadilisha. Na tuwakumbuka mwaka 2017
elections zilikuwa nullified za presidential kwa sababu ya technicalities. Na kwa sasa hivi lazima IEBC wafuate mpaka zile procedures ambazo zimewekwa katika katiba. Kama hiyo issue ya Walter ni sawa, umemaliza kufanya kosi degree yako, lakini bado hajafuzu haja graduate. Lakini tumemsikia huyu kaka akisema kwamba kuna sheria ambayo ilipitishwa kwamba licha ya kwamba hujafuzu, labda tuseme umehitimisha masomo yako, lakini unasubiri kule kufuzu ama kugraduate, basi unaruhusiwa kugombea. Transcript, najua tunaongea mambo ya transcript. Transcript unaweza enda anywhere na utengeneze transcript. Ile kitu chairman wa IEBC alikuwa amesummon Walter arudi kwa IEBC ni akuja verify zile stakabadhi ambazo umepeleka. Kama ni ile shule ile university alikuwa ameenda, angeenda wampatie barua ya kusema amemaliza. Lakini sasa yeye amepeleka tu transcript, ambazo transcript unaweza tengeneza anywhere. Na aliposamoniwa hakuenda. Lakini inamaanisha kwamba iwapo tunamuita Jimmy Wanjigi, iwapo angerudi, labda iwapo angekuwa na yale malalamishi yake, kumaanisha Nyambane angeendelea mbele katika azima yake ya kuwania urais, maana aliyeibua madai hayo alikuwa ni Jimmy Wanjigi. Unajua pia wale watumishi wa IEBC pia ni binadamu, wanaweza make assumption, na nafikiri hapo ndio walimake, na ndio maana walimsummon back. The only problem hakuona the summon ambayo aliambiwa rudi. Yes. Lakini labda alikuwa mbali, unajua huwezi ambiwa kwamba tunakuhitaji sasa hivi, kimbia ufike huko. Labda alikuwa zake campaign communication. Kuna channels za communication. For example, nikikuita leo na uwe hauko available, utaniambia siko available saa hii, lakini nitakuwa available siku fulani. Ange communicate hivyo, nafikiri IEBC labda aliwasiliana, hatujui. Nafikiri wale IEBC wanafanya kazi yao professional, kwa sababu ile communication channel wanatumia wanaeleza kila kitu ambayo inaendelea. Na pia pale the fourth estate wako throughout pale kudhibitisha kenye wanafanya. Hao ndio macho yao. Kumaanisha, kwa hivyo una uhakika kwamba Agosti 9 IEBC iko imara, itafanya haki na itaendesha uchaguzi kwa njia ya haki? Niko na imani labda kuwe na, kwa sababu unajua sasa tunaenda kwa hiyo process nyingine, hatujajua venye itahappen. Lakini so far I'm satisfied with them, kwa sababu wanafuata katiba. Kama nikiongea mambo ya wale wengine ambao hawajakuwa clear, ile katiba venye walileta hizo vipengele za I think the Election Act, walisema kila presidential candidate apeleke, kitambo ilikuwa copies ilikuwa signatures za voters wa counties, hata 2017 ilikuwa. Lakini mara hii wakasema wapeleke mpaka copies. Naam. Hiyo ni katiba. Lakini ile shida ilikuwa wale watu kama Mwangi wa Iria umeambiwa upeleke signature 48,000, that is 2,000 for every county. Hajatimiza. Ikiwa hata una signature moja umepeleka 1999 uko na 2,000. Na Bwana Kim, kuna hili swala ya kwamba ili uidhinishwe lazima uwe na hizo sahihi, kisha ukuwe na vitambulisho vya wananchi, yani tuseme photocopy. Na hili swala linaleta pingamizi sana, maana si rahisi wewe mwenyewe ukitoa kitambulisho chako kwa mtu kitolewe photocopy aende nacho, maana hujui usalama wako utakuwa vipi. Unalionaje hili swala? Naam kaka Tom, kitu cha kwanza tujue ni kwamba swala la kugombea urais si swala la mzaha. Ni swala ambalo linahitaji kuchukuliwa na uzito fulani, manake kiti kinachotafutwa ni kiti cha mtu ambaye ataongoza nchi nzima. Na mikakati iliyowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ni kwamba imeweka hiyo mikakati mingine hata ikakuwa migumu zaidi, ili kuzuia wale watu ambao tunaita, samahani kuwaita jokers, ambao wanadhani mtu tu manake amesoma ataamka leo
aseme mimi nitataka kuwa mgombea rais. Mwanzo walikuwa wagombea 57 wakianza. Kama hawa wagombea wote 57 wangeidhinishwa, ingekuwa ni historia kubwa sana. Sisi tungekuwa na ballot paper ama ile karatasi ya kupiga kura ambayo ni kitabu kama hii gazeti. Unafungua hivi, unafungua hivi, na sasa kama kuna wapiga kula milioni 22, inamaanisha tukienda pale kwenye booth, kila mwananchi ametengewa dakika isizidi sana dakika 5. Sasa kama utajaza kile kitabu, utakuwa na dakika zako 20 ili kusoma, utafute mgombea wako mwenza kupitia katika ile hali. Kwa hivyo hii mikakati imewekwa, ikapunguzwa, ikahakikisha sasa tumebaki na 4. Dunia mzima inajulikana ile ballot paper maximum ndio ikuwe comfortable ni watu 5, ambao ni watu ambao tunasema ni watu wako serious. Na pia ukumbuke venye hao wagombea wako wengi, wakishakuwa unajua wanakuwa maaspirant, wakishakuwa candidate kama ni wengi zaidi, kuna ile inaitwa room error ama shida kutokea katika hawa 57. Mmoja wao pengine kwa bahati mbaya aiage dunia, ule uchaguzi umeahirishwa. Kwa hivyo ni kwamba tunawapunguza, chama hii tume ya uchaguzi imehakikisha imeweka hiyo mikakati, na zingine hata mnaona ziko juu zaidi, ili kuondoa wale watu tunaita jokers, na ndio hii namba iwe ndogo sana. Na pia kuna swala lingine kama la Walter Mongare, ni kwamba pia kuna ile sheria inasema kama unataka kuwa mgombea rais, kuna ile fedha ya kujiandikisha, pengine ni milioni 1, lakini haifiki kikomo pale. Lazima akaunti yako iwe na fedha za kutosha za kufanya kampeni. Kusema Mongare hakuwa na fedha kwenye akaunti yake. Anaweza kuwa na fedha, lakini ni fedha ambazo hazitatosha kufanya kampeni nchi nzima. Ili mgombea rais kama Ruto ama Raila wafanye kampeni yao ndo iwe ile effective, wanahitaji bilioni takriban 3 bilioni 3 ndo aweze kufanya kampeni kutoka mwanzo hadi mwisho bila kukwama, aende sehemu zote za Kenya. Lakini pia swala hilo la fedha linaangaliwa sana, sababu hii tume inaangalia pia wale watu wana mchezo. Lakini ndio inatafuta ukiwa na doa kidogo tu, wanatafuta doa kidogo wa kuondoe, ndio hii namba iwe ndogo. Naam, Mwaura, tumeona magavana mbalimbali wameandamwa, wameelekea mahakamani kulalamika. Mahakama imetolea ama imetupilia mbali yale mashtaka ambayo umewekewa, lakini hatujaona IEBC ikiwaruhusu wawanie ama kuwapa vyeti. Mfano ni Sonko, mwingine alikuwa ni Malala, lakini jana alikabidhiwa cheti chake. Mwingine alikuwa ni Sakaja, akakabidhiwa cheti chake jana. Wapo wale wanasema kwamba IEBC kuna ambavyo inatumika kuwanyanyaza baadhi ya viongozi fulani ambao wanaonekana kuwa na nguvu na ule ushawishi mkubwa. Unalionaje swala hili? Mimi kwangu naweza sema hivi, tuko na institution ambazo they are set in place. Tuko na EACC, tuko na IEBC. Lakini hizi asasi kweli ni kwamba hazifanyi kazi kwa pamoja na kidogo. Wakati tunapeleka document zetu kwa IEBC, tunapitia kwa EACC. EACC iko na juhudi ya kuchunguza criminal record zako, economic crimes na mambo yale mengi ambayo inaweza kuwa inaona haufai. Hata venye alikuwa anasema hiyo mambo ya fedha na nini, ndio inapeleka ile ripoti kwa IEBC. Kwa hivyo wakati unaenda pale unaambiwa na IEBC kwamba haujakuwa clear, wamereceive report kutoka EACC kwamba hujafikisha vipengele zile za chapter 6, ndio maana wanasema hawezi ku clear wewe.
if you want any verification, wewe ndio ulipeleka documents zako pale, enda clear na ICC, kuja ulete wakati wamekuendorse huko. Lakini ya IEBC nataka iondolewe lawama ya kusema ati iko na pahali inachunguza ama iko na chochote inachosema. Chapter 6 ya integrity, it is not domain ya IEBC. Niko domain ya EACC. Lakini Mwaura, hao viongozi wamekuepo, hiyo EACC imekuepo ili waidhinisha awali wakiwania, makosa yametokea kupi sasa hivi? Wakati waliwania, maybe wakati walikuwa, kama tukichukua mfano Sonko, wakati aliania hakuwa na kesi inaendelea kotini, hakuwa na issue ilikuwa imeraisiwa na 2017 bado EACC, wakati wa uchaguzi wa 2017, EACC was not playing a part. Ilikuwa inapatiwa hizo records baadaye. There is a difference hapa. 2017 na 2013, kwa sababu nilikuwa nimevaa 2013, 2017 pia it was the same. Ulikuwa unapeleka hiyo barua inaitwa aje? Hiyo ya integrity. Ulikuwa unapeleka unachukua kwa IEBC, unaenda unastampiwa, unairudisha. Alafu sasa EACC watarudisha report baadaye. Lakini sasa ilikuwa uende kwanza kwa EACC ndio upeleke kwa IEBC. Kwa hivyo EACC inaanza kukuchunguza ndio upeleke barua. So ile wakati mwingine unaweza kuwa ulikuwa cleared, lakini wakashindwa kurudisha. Unajua huwezi victimize mtu sasa ile makalia kiti. Tena jambo la pili, kuna wale ambao wamekuwa katika hizi vyeo, lakini kwa wakati wa mamlaka yao wameenda misuse public resources. Kama tuseme kama ule gavana wa Samburu, kama sasa angekuwa anarudi katika kinyang'anyiro, hangeweza kupita hii test kwa sababu bado kesi yake yaendelea. Ule mwingine Sonko, mambo yake ilikuwa alimpichiwa, akaenda kotini na ikapita kwa Senate, sasa ako kotini. So unaona Senate ilikuwa imemimpeach. Amepita hiyo vipengele ya chapter 6 bado. Ndio maana EACC ikasema huyu jamaa hafai kuwa na kwamba ni kuunge mkono kidogo kimalizia kwa sekunde kadhaa. Ni kwamba katika kesi ya Sonko, EACC kama unavyosema, wao ndo walitumia tume ya mipaka na uchaguzi, tume huru ya IEBC barua na kuambia kwamba mtu huyu ni kwamba tuna kesi naye, msimuidhinishe kama mgombea wa ugavana. Waliandika barua wakasema IEBC wakasema ni sawa, barua yenu tumeunga mkono, hatutamuidhinisha. Lakini in this particular case ya Sonko, wao wenyewe walituma barua kwa tume huru ya mipaka na uchaguzi. Lakini pia kuna mkono wa mahakama. Unajua, ndio maana nasema kwamba hizi asasi ambazo ni za serikali hazifanyi kazi kwa ushirikiano. Ndio maana unapata kwamba EACC inasema hivi, mahakama inasema hivi, IEBC inasema hivi, unapata kwamba ndio kunatokea shida. Niongeze tu kidogo. Hizi institutions zote ziko na role ya kuplay. Na hata saa hii tunavyoendelea, before wachapishe haya majina yote kwa the official gazette, any certificate can be recalled. Any certificate kutoka MCA mpaka president. Na kwamba Cleopas Malala anayegombea ugavana, ni ugavana ama ni ugavana Kakamega, ni kwamba pia amepitishwa, lakini haijapigwa ile muhuri. Ni kwamba kuna kesi ambayo inaendelea ya kuhakikisha makaratasi yake ya academic ya masomo yako sawa, lakini koti ikasema ni kwamba apitishwe ili asifungiwe ule muda umetengwa, iwapo kesi yake itaenda upande wake. Lakini kama atashindwa kesi, IEBC kama anavyosema wanaweza recall na watupilie ile certificate yake mbali. Na mtazamaji, ni kama hayo, ni ukweli ni kwamba IEBC kuna utepetevu, licha ya kwamba wenzangu ni kama wanaitetea, lakini utepetevu upo. Hatuwezi lifumbia jicho hilo. Nikukate kidogo. Unaposema utepetevu, ni kwamba IEBC hatuwatetei,
lakini hawawezi kuwa asilimia mia kwa mia sahihi. Basi kumaanisha kwamba haya ndo makosa ambayo yatashuhudiwa katika uchaguzi. Yapo makosa kaka tu chochote utakachofanya, hata hapa tuko kuna ile kitu inaitwa margin of error. Lazima hauwezi kuwa asilimia 100. Lazima kuna ile nafasi inabakishwa kidogo, kuna makosa yatatokea, na manake ndo kuna kesi kotini, kuna watu ambao wanaambiwa mkuje tena mnaweza appeal, manake ni binadamu wanaofanya hizi kazi, si robot ama si mashini zinafanya kazi. Kwa hivyo kuna makosa ambayo yanatarajiwa lazima yatatokea. Yapo yale ambayo hayapaswi kutokea, yanaweza kuzuiwa yasitokee. Tunasema ni sehemu ndogo sana, yasiwe makosa mengi, lakini kadogo kana pia kuna ile time frame imepatiwa ya tribunal, 2 weeks. Na mtazamaji, ndo hayo, tunakwenda zetu mapumzikoni, tunarejea katika sehemu ya pili, tuangazie kwa urefu kilichoko kwenye manifesto, ajenda kuu 10 katika manifesto ya Azimio la Umoja iliyozinduliwa juzi Jumatatu katika uwanja wa Nyayo mwendo wa saa 3 usiku. Kwa hivyo tunakwenda mapumziko, tunarejea muda si mrefu. Mezani, usikwende mbali. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Ukienda gũcanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela, citasikiza chimdimu yaku. Andika kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388290 rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andika kodi ici 6388291. Kodi ici citũme ta message kũrĩ 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Karibu tena katika sehemu ya pili na ya mwisho ya makala Mezani. Tumekwisha angazia masuala kadhaa, utepetevu katika tume ya ABC. Sasa hivi tunazama kwenye swala zima la
manifesto ya Azimio la Umoja, baadaye tutampa nafasi Mwaura angalau auze sera zake kwa wananchi wa kule Umoja One. Kwa hiyo kabla tuende zaidi tupate video. Odinga alizungumza katika shughuli hiyo na alikuwa na haya kusema, tusikize. To the three major enemies of our people: ignorance, poverty, and disease. Those are the three major enemies of our people. And we said that we confront them frontally by coming up with policies that are responsive to the needs of our people. Africa is the richest continent on earth, on planet Earth, in terms of raw materials. Africa exports most of the raw materials to industrial West and East. They import copper ore from DRC and process it and bring back copper products, copper sheets, copper wires and cables for our own use in our continent. We will not be importing Nescafe. We produce Nescafe here from coffee manufactured, produced in Kenya. So we have a lot of potential in this country. We are sitting on a market of nearly 400 million people in the hinterland of our country. And we have got brains, people who are highly qualified, who can be meaningfully engaged so that we can be able to exploit the market that we have behind us. Then having done that, we are going to go into the other areas, as we've been shown, textile manufacturing. And here there's going to be backward and forward integration. We will introduce cotton growing in large numbers in our country. So many other parts of our country which cotton is the only available cash crop. Our textile industry was killed through liberalization. When then they brought mitumba, it killed all our textile industries. Our people are only wearing clothes coming from outside the country. They have been worn by people who are dead. We are going to go to primary production so that our people who are importing mitumba can have good product to sell here. I'm saying that we are not moving anybody out of business. We will ensure that those who are importing mitumba get the first hand to market goods which are going to be manufactured here in this country. Na mtazamaji, huyu ni mheshimiwa na mgombea wa kiti cha rais kupitia mrengo wa Azimio la Umoja. Amezungumza ya kwake akisema kwamba ameangazia masuala mbalimbali. Amesema kuhusiana na mitumba, na hii ndo kisu ambacho wengi wametumia kumkata yeye, maana maneno yake yamemweka si pazuri, ni pabaya zaidi kuhusiana na ule usemi wake kuhusiana na mitumba. Mpenzi mtazamaji, mgombea mwenza wake Martha Karua pia naye alizungumza, tumsikize pia. 1 year ago, this would have seemed impossible. But if the last few weeks, last few months is anything to go by, we know in our Sekana it is possible. Tonight, we share in this belief and yearning for a better tomorrow as we unveil our manifesto, our promise, our commitment, and assurance to Kenyans that the Kenya we want is possible in our Sekana. Tonight is about a new beginning. It's about restoring dignity to all Kenyans
through health, education, economy, and it's about leaving no one behind. It's about an inclusive society. It is about getting the necessary attention and resources to change the lives of all Kenyans. It's about an inclusive and holistic approach to governance to ensure that the young, the old, male and female, formally or informally employed, rural or urban, have a say in the stake of the land. Ni Karua, mgombea mwenza wa Odinga, akizungumza katika uzinduzi wa ile manifesto na agenda zikiwa ni 10 kuu. Moura, najua kwamba umepata kuipitia japo kwa kiduchu tu ile manifesto, na swala ambalo limemtia katika hatari Odinga ni kuhusiana na usemi wake kuhusiana na mitumba, akisema kwamba zile ni nguo ambazo ni za watu ambao wamekufa zinaletwa huko nchini Kenya kisha zinauziwa wa Kenya. Kwa hivyo ana mipango ya kwamba huenda akafika ule wagizaji wa mitumba nchini Kenya kwa kuweka viwanda zaidi, angalau wa Kenya ama Kenya iwe na viwanda vya kutengeza nguo. Unalizungumzia vipi swala hilo la kutaka kufutilia mbali mitumba nchini Kenya? Hapo la kwanza, kuna swali wanajiuliza, hizi nguo za mitumba kutoka wapi? Marekani. Nimetoka kwa industry ama zimetoka wapi? Ni nguo hatujui zinakotoka. Sasa nafikiri tunajua, lakini nafikiri alitupatia kwenye zinatoka, kwa sababu ikiwa ni nguo kukuu, zingine zimetoka kwa wale waliokufa, zingine zimetoka kwa wale ambao haziwa fit na kuendelea. Lakini hilo sio jambo la muhimu. Ni ile tu kama kufahamisha wananchi, kwa sababu zimetoka kwa njia mbalimbali. Zingine zimetoka kwa wale ambao wanataka kuzitupa, zinakuja kutupwa Afrika. Kuna zingine zimetoka kutoka kwa wale waliokufa pia. Haziwezi kuwa zimetoka from nowhere. Zimetoka from somewhere. But ile kitu walikuwa anajaribu kusema, ingawa mimi siteti kuhusu manifesto, kwa sababu nataka manifesto zote mbili zile niweze compare zote mbili. Mimi ni independent minded. Zile venye alikuwa anajaribu kuexplain kwamba zile viwanda tuko nazo na kitambo zilikuwa kama Mountex, Rivertex, Titex, Vika. Hizo viwanda zilikufa wakati hizi nguo za mitumba zilipokuwa mingi hapa. Na anasema wakati tuna empower hizo mills, hizo factories zitengeneze nguo affordable, kwa sababu hata EPZ tunazo na hizo nguo wanatengeneza zina exportiwa. Zikitengeneza nguo affordable kwa kila mwananchi, wale watapatiwa priority, hata huwa the industry, hata maliza wale wafanya biashara. Wale watapatiwa first priority ni ambao wanafanya biashara gani, waweze kumarket zile product ambazo tuko nazo. Na ninajua unawaelewa kwamba hata wakati tunaenda kununua zile mtumba, kuna ile mnaita kamera, tunaenda kwa hiyo level nyingine mpaka level nyingine, na zingine zinakaa hapo. Hazipati wanunuzi, labda ununue tu za kufanya mambo yako. Sasa sio kusema ati katika nchi yetu tunaweza shindwa kuproduce zile nguo ambazo tunahitaji. Capacity ambayo EPZ wana produce zile nguo ni 100 tons. I think 100 tons, something like that. But the demand ni about 600. If tukiweza kuempower zile factories wa produce kwa wingi, wale watu watakuwa empowered. For that I support him. Kwa hivyo mitumba hata ikitolewa huoni hata hadhari yote katika wananchi wa Kenya? Kuna mtu anapenda kutumia kitu ambacho kimetumia. Lakini angalia, asiti wa Kenya hatuoni kuna nguo. Unajua, unaangalia pia ule uwezo wa Mkenya wa kawaida. Uwezi ambia Mkenya wa kawaida ambaye anashughulikia tumbo aenda akanunua nguo ya 2000 na ana uwezo wa kwenda kununua nguo ya 100,
maadamu ajistiri. Twasema, nafikiri kwenye Raila alikuwa anasema, Mheshimiwa Raila alikuwa anasema kutakuwa na industry ambazo zitatengeneza mpaka hizo nguo affordable kwa mwananchi. Ikiwa itakuwa necessary, import zitakuja hizo. But amesema African as a raw materials producing continent, huwa tuna import our raw materials. Kama unaweza pata Africa maybe ina import hizo cotton, zinatengeneza, wala watu wananunua, na wao wananunua zikiwa affordable. Hata sisi tunaweza kuwa tunanunua zikiwa affordable. Naam, Bwana Kim, Tanzania, Uganda walijaribu kufutilia mbali masuala ya mitumba, lakini waligonga mwamba, hawakufanikiwa. Maana ni jambo ambalo haliwezekani. Huwezi ambia mtu ya kwamba nataka kukunyang'anya hiki kitu na haone ambacho utampa wewe. Kaka Tom, kidogo nikurekebishe, ni kwamba haikuwa Tanzania peke yake na Uganda. Mataifa ni mengi, lakini ambayo yamefanikiwa si mengi, ni machache sana. Ilikuwa ni ile inaitwa umoja wa tunaita East African Community, ama ushirika wa mataifa Afrika ya Mashariki, ikiwemo Kenya ilikuwa kuna Tanzania, kuna Uganda, kuna Rwanda na kuna nchi zingine, lakini miongoni mwa mataifa yote mangapi yalifanikiwa? Hata Kenya ni kwamba hawajaweza kufunga, lakini kuna nchi ambayo imefanikiwa, na wale walitia mikakati mizuri kuhakikisha mitumba haingini nchi ya Rwanda. Ni mfano mzuri. Ukiangalia, ukitembea kule, nguo watu wanazozivaa ni nguo ambazo zimetengenezewa kule ndani. Na ni baba aliposema, ama Raila Odinga aliposema ni kwamba atapunguza ama atamaliza mitumba, ni kwamba wanaomnukuu wanataka tu kutoa hiyo sehemu ambayo wamesema hizi nguo zinavaliwa na watu wamekufa. Ameuliza swali nzuri sana. Ni kweli nguo zinaingia nchini, hizi nguo zinakuanga huwa zinatoka wapi? Manake ni nguo ambazo tunaita second hand clothes. Ni nguo ambazo zimevaliwa. Sasa ambapo hatujui zinavaliwa na wenye wako hai ama wenye wameaga wakaacha nguo zao, pia waliobaki wakaona sisi nguo zao hatuwezi vaa, na kwamba hizi nguo hazipeani bure, zinauzwa kwa Wakenya, lakini kwa bei ya pesa kidogo. Na ni kwamba si ati ni nguo tu za mtumba zinaletwa Kenya. Pia kuna nguo mpya zinaingizwa Kenya kutoka Uchina, nchi zingine tofauti, hata Marekani, nguo mpya, na watu bado wananunua. Sasa swali lililopo hapa ni kwamba upande wa Kenya Kwanza wanasema manifesto ya Azimio la Umoja inakuja kumaliza wafanyabiashara wa mitumba, ila sivyo. Hii industry ya mitumba ama ya second hand clothes imeajiri takriban watu milioni 2. Lakini tukiregesha ule mfumo ulikuwa wa zamani, kama kampuni alizozitaja Livertex, Mountex, na Pamba na nini, ni kwamba itaweza kuajiri watu milioni 6. Hawa ni watu ambao ni milioni 4 wameongezeka katika nini? Katika wale milioni 2. Mara nyingi sisi wa Kenya tuna tabia zetu tu za kukwamilia kitu moja, tunaogopa kitu ambayo inaitwa change. Na mara nyingi tunaweza sema hawa milioni 2 alisema hakuna biashara itapotea. Wao ndo watakuwa wanapewa nafasi ya kwanza. Mtu yoyote alikuwa na biashara ya mitumba, yeye ndo atapewa nafasi ya kwanza kuuza hizi nguo ambazo zinatengenezewa nchini. Na hiyo kama watu sahihi mtumba unapatia watu milioni 2 kazi, mbona tukiwapatia watu milioni 6 kazi? Sio unaona tumuongeza milioni 4 ambao hawana ajira wamepata ajira.
Mimi kwa hivyo naona ni jambo nzuri. Naona ni jambo nzuri, lakini tuone viwanda ndipo tuamini. Huwezi tuambia kwamba unaleta viwanda na hatuvioni. Kwa hivyo ingie mamlakani, kuwe na viwanda viko lakini vimekufa, havifanyi kazi. Basi vimeuliwa na nini? Hatujui, kwa hivyo hafufui. Hauwezi sema ujui, manake umeambiwa kinaganaga vimeuliwa na hii biashara ya kuleta nguo za nje nchini. Ndo kuna wale wanasema iwapo mitumba itatolewa, basi hata yale magari ambayo Wakenya wananunua, maana tunajua ni second hand, pia yao yatolewe, basi mleteo magari mapya tuone kama mtayanunua au si. Pande hiyo naweza sema kuna industry ya textile industry was an existing industry. Ilikuwepo, ni kitu kimejaribiwa. Manufacturing of cars, tunanunua used cars, used computers, used electronics, used furnitures, kila kitu. But production, kuna hizo, ukienda kama ile kiwanja ya Mount Exide niliona iliuzwa. Rivertex ilifaiwa na Uhuru, bado hawajaweza kumit ile, kuna hii Chalchingiru ameintroduce ya Kitui. Yes. Kitui ndio inatengeneza nguo za askari na nini, na pia kuna private entity wanaenda kutengeneza kutoka pale. Kikomi ilikufa, lakini zile structure bado zingali. So kurevive hizo industry, ile kitu inaweza kosekana ni ile cotton, kwa sababu zile cotton ilikuwa inaitwa cotton linked region. Yes. Na ndio maana unasikia Munya alianza mikakati na akaambia watu wa agricultural research wafanye research kuhusu zile mbegu ambazo zitakuwa, unajua siku hizi mambo imebadilika, genetically modified, ndio ziweze kutumika. Kwa hiyo tukiachana na masuala ya mitumba, Bwana Kim, miongoni mwa ajenda 10 kuna baba care, na tayari tunajua tuna ile masuala ya bima ya afya NHIF na mambo mengine. Kwa hivyo wewe najua kwamba ulihusika katika kuandika, awali ulituambia. Kwa hivyo tuambie baba care ni nini katika hizi ajenda za Mheshimiwa Odinga. Yes, naam Kaka Tom, baba care, kitu cha kwanza kuna ambayo watu wanajaribu aswa ule upande mwingine, ipo sehemu ya baba care ndani. Kuna ile tunasema shilingi 6,000 kwa kila familia ambayo haiko katika hali nzuri. Hiyo ni mojawapo ya ajenda zilizomo ndani ya baba care. Kwa hivyo kila familia, karibu familia milioni 2 ambazo ziko katika hali ya ufukara ambao unaonekana uko kiwango ile inaitwa below average. Imeshuka sana, ni kwamba wale watapewa shilingi 6,000 kila familia kila mwezi. Alafu baba care kwanza ni masala ya yani ni health, unahitaji kwa Kiswahili afya. Ya masuala ya afya ni kwamba kutakuwa na hizo bima za afya ambazo zimekuwa zina bei nzuri. Hapo pia katika serikali ya Uhuru Kenyatta zipo, lakini bado baba atakapochukua hatamu za uongozi ni kwamba atazifanya ziwe imara. Na unajua hizi bima mara nyingi zimeingiliwa na kitu tunachosema ni ufisadi. Mara nyingi pesa zinakwenda mahali ambapo hazikuwa zikwende. Na ajenda moja ya baba pia ni kupambana na ufisadi. Umemwona amemweka mama pale, na mama tunavyomjua amekuwa katika mambo ya kutengeneza katiba, sheria na nini, na justice ni kwamba atahakikisha mambo ya ufisadi tumemaliza, na hilo ni swala moja ambalo limekolea katika hizi bima za afya. Kwa hivyo hiyo ndio baba care. Na pia kuna masuala mengine mengi. Naam, tutayaangazia baadaye, lakini pia Kalonzo alikuwa na kusema wakati wa uzinduzi wa manifesto hiyo, na tumsikize tujue alisema nini pia. Fellow Kenyans, I have walked this journey
with my brother Raila. In 2013, we launched the Code Manifesto, and in 2017, we launched the NASA Manifesto. But I must congratulate you. This is a 5-star manifesto arrangement. Therefore, right from the word go, I pledge my full and unequivocal support. We have an election to win. We cannot play around. Our country is at a crossroads. A crossroads. We had an occasion like this in 2007, and we almost lost our country. This time, Raila Odinga wins in round 1. And therefore, I'm calling on Kenyans to seize this moment. Please seize this moment. Love your country. But also allow me to pay tribute, because you're going to ride on the shoulders of a man who is agreed to hand over the reins of power, a very rare thing in Africa. I'm referring to my brother Uhuru Muigai Kenyatta, who is already ready to hand over. Na mtazamaji, huyo ni Kalonzo Musyoka akisema kwamba awamu hii raundi ya kwanza Odinga atakuwa Ikulu. Amemhakikishia, tutasubiri tuone. Bwana Mwaura, Odinga anasema kwamba siku zake 100 uongozini, elimu itakuwa ni ya bure kuanzia chekechea hadi chuo kikuu. Ili linawezekana ama ni danganya toto? Kwa sababu hizi vitu zilianza wakati ya Kibaki, zimekuwa enshrined kwa Vision 2030, na ile kitu inaendelea kama saa hii, masomo ya chekechea ni free, masomo ya primary ni free, masomo ya secondary ni free. Kenya hii ama ni free kwa sababu usitudanganye jamani. Kwa boarding school, kwa sababu ile kitu wanalipa ni chakula. Tumesoma, tumelipa karo. Tukiangalia kitambo, before mfumo wa kulipa masomo ya secondary yawe, ile karo ilikuwa yafaa kulipwa zaidi kwa more than 100,000. Lakini kwa sababu imekuwa subsidized, every student analipiwa na serikali pesa fulani. Ile pesa mzazi analipa ni ya chakula na ya malazi, lakini hakuna pesa ya tuition ambayo mzazi yote anaitishwa kutoka secondary, primary. Sijui ningekuletea ile wanaita fee structure ya shule moja nchini, angalau ndo tungedhibitisha mada yako si ya kweli, maana karo inalipwa. So kwa hiyo karo inalipwa, lakini umeswali maana umeuliza kama hiki kitu inawezekana. Nauliza iwapo sasa hivi bado kuna ile karo inalipwa, tuseme ya chakula ndio, lakini haipaswi. Iwapo unatuambia kwamba unaweza kuifanya elimu hiyo ya bure kuanzia chekechea, basi mtoto hapaswi kulipa chochote, anapaswa kwenda kule asome. Unajua shule, kupeleka mtoto shule hakuondoi juhudi ya mzazi. Kwa mzazi anafaa mtoto anafaa kula lunch. Mzazi labda ashughulikie mambo ya mavazi na vitu kama na chakula pia. Naam, Kaka Tom, katika hii tunaita 21st century. Ni kwamba hakuna kitu chochote cha bure. Chochote popote utakapo. Kumaanisha haya ni madai tu, sio? Ni madai yapo na ni kweli ni bure. Anaposema ni bure, unajua mara nyingi kuna zile hiyo sasa ndo tunasema siasa. Tunaposema ni bure ni kweli, lakini Kaka Tom hautaweza kulipiwa vitu vyote. Nakumbuka walosoma miaka kidogo ya 70, si ati ni mfumo ambao umefanywa na ukawezekana. Miaka ya 70 nakumbuka watoto kitambo walikuwa wakienda shule, mzazi alichohitajika kununua ama kutengeneza ni uniform, zile sare za shule peke yake, na kumpa mtoto wake chakula.
vitabu vilikuwa vikipeanwa na serikali, walimu walikuwa wakilipwa na serikali, ile tuition. Sasa Raila anaposema itakuwa bure ni kwamba kuna ile fees unalipa, sekondari unalipa, tuseme mhula huu umeambiwa ulipe 1,500. Hizo anaposema ni bure, hizo ameziondoa. Lakini kumbukwe shule ni kwamba kuna vitu zingine zinahitajika, na wanaoingiza watoto shule za msingi saa hii ni kwamba hawalipi karo, lakini wanagharamia vitu fulani. Kama unavyotaka kumuingiza, ukienda shule yoyote, natumia mfano Buruburu 1, shule hapa ya county ya Nairobi, ukitaka kumuingiza mtoto pale, kitu cha kwanza utaitishwa tunaita desk, dawati lazima ulipie. Manake hiyo si serikali italipia, pia wewe mtoto ni wako, lazima kuna vitu zingine utagharamikia kuhakikisha mtoto wako ana mazingira mazuri ya kusoma. Lakini mwalimu serikali imehakikisha imemlipa, kuna zile fedha za tuition imelipa, kuna vitabu, daftari imelipa, kuna textbooks imelipa. Hiyo ndo baba anasema elimu ya bure, lakini si bure, lazima kuna vitu zingine pia wewe utagharamikia kama Mkenya. Namna gani? Hiyo ndo anasema bure, haiwezi kuwa bure 100%. Haya, unaambiwa kwamba siku zote msiba wa kujitakia hauna kilio, wanaongea kana kwamba wao si wa Kenya lakini msiba umetoka wapi tena Kaka? Unasema kwamba inawezekana, sio? Kuna uwezekano, imetendeka kama chekechea, msingi imewezekana, pia sekondari mbona isiwezekane? Mimi ningependa unitafutie fee structure ambayo imeandikwa tuition hata ya sekondari. Kisha utanipa ngapi? Tukubaliane hewani. Tukubaliane hewani sasa hivi. Ya mwaka mwaka huu tu bado. Leta. Una ngapi? Tunataka tukubaliane, maana naileta leo. Utakosa kikombe ya uji. Inaposemwa Kaka, siasa itasemwa ni bure. Kuna zile zinaitwa hidden charges. Hata ukiambiwa kuja ule chakula ni bure, lakini hujajiuliza nitafikaje. Kama umeitiwa mlo pale Thika, lazima unaambiwa kuja, mlo utakuwa ni bure. Nitampa maana niko nayo. Lakini utagharamikia kufika Thika, si kweli? Na kwa hiyo tumemalizia hapo hoja za ajenda, maana tuna dakika chache, lakini nitakupa hiyo fee structure angalau ndo nipate kikombe changu cha uji ambavyo umesema. Kwa hivyo tukimalizia, Mheshimiwa Mwaura, tuingie kule Umoja One. Kuna viti mbalimbali, kuna ubunge, kuna eneo bunge la kule na hata ugavana wa Nairobi. Mbona ukaamua kwamba ni udiwani? Niliamua ni udiwani kwa sababu udiwani ndio una uhusiano na mwananchi moja kwa moja, na pia katika competitive politics, you must start somewhere. Niko na ambitions za kufika mpaka hiyo kiwango, lakini nilisema let me start from below. Kwa sababu hata kikwetu tunasemaga huwezi anza kupanda mti kutoka juu, unaanza kutoka chini. Haya, ushasema, na tumeona Azimio wamezindua manifesto yako umekwisha zindua ama bado nakusanya maoni ya wananchi? Mimi bado naendelea kusanya maoni ya wananchi, lakini pia kuna yale mambo ambayo nimekuwa pale nimeona na yanafaa kufanya. Kama kiongozi lazima ukue umekaa pale na watu, una observe, unasikiza, ndio una package manifesto ambayo utafanya. Na Mwaura, anajua kwamba kuna diwani amekuwa kule, amekuwa akifanya kazi yake pia. Maana unaambia siku zote mgala muwe yake umpe. Ni kipi ambacho unakiona hajakifanya ndio maana unataka umtoe uongozini uingie kule? Jambo la kwanza, kila kiongozi anakuwaga kiongozi, ila style ya leadership inakuwa different na style of management inakuwa different. Pale Umoja One
na the entire Umoja na Islands area wakati zilikuwa zimedesigniwa kama low cost housing, na population ya kama Umoja One ilikuwa kama 1600 hivi kulingana na ile design walikuwa wameweka. Sasa kwa muda huu wamefika wakazi kama milioni 2. Hakuna blueprint ama charter ambayo imetolewa ya kubadilisha ndio zile amenities ziko pale accommodate population ambayo imekuwa kubwa, kama sewage, maji na pia barabara. Unapata most of the time hata barabara zijengwe namna gani, barabara yajengwa leo haimalizi mwaka, drainage iko strained. So mora kulingana na mimi, ile kitu nilikuwa naambia wakazi wa Umoja ni kwamba watakapotichagua tutaweka blueprint ya long term solution ya kuaccommodate the influx of watu ambao wamekuwa pale, kwa sababu tusipofanya hivyo hata tujenge barabara bado zitakuwa hazitakuwa zina accommodate wale watu. Pia zile sewage ambazo tuko nazo hazitakuwa zina accommodate wale watu. Na kufanya blueprint ni tukue na overhaul ya the whole system ya sewerage ambayo ina-encompass maji, ina-encompass drainage na hata garbage management. Hizo ndio mambo ambao wale viongozi hawafanyi hayo maneno. Na labda unajua, labda uliwahi mfikia yule ukapeleka malalamishi yako kule kumwambia tuna shida hapa, mbona hutaki kuangazia shida hii? Ama ulitumia hiyo kuwa ndo ama kisu cha kumkata yule aliye mamlakani? Siasa inakuwa hivyo, lakini tumejaribu kuwafikia wale viongozi, lakini unajua kuna viongozi ambao wakifika pale wanaweka mzunguko kwao ya kwamba hata ukiwa na ile mkakati mwema wanaona wapinga, hasa ukiwa mpinzani wake, hata ukiwa sio mpinzani wake, kwa sababu hiyo idea haijatoka kwake, anaitupilia mbali. Kuna mpaka hizo social hall meetings ambazo huwa zinapelekwa katika every ward na wananchi wanaitwa, but ile kitu ambayo ina put off na wananchi wanaenda kuraba stamp ambacho wameshaongea huko. Ukiraise issue yako hakuna pahali ita reflect. That is a problem ambao hata wananchi wanaona. So hata mtu akienda kuraise issue ya venye kunafaa kufanywa, doesn't add up. Na tuko na shida pale Umoja One kwa sababu kama saa hii ile drainage ya kule ni mbaya kabisa. Maji kukinyesha, maji na overflow. Want was wakati kutatokea outbreak ama pandemic ya kama cholera ama whatever hivi, ndio utapata national government, donor agencies wanakimbia, wanasema tunafaa kufanya hivi, tunafaa kufanya hivi. Lakini kama hakuna miundo msingi ambayo imewekwa in place ya kusaidia to solve the problem, we are in calamity in waiting. We have a calamity in waiting. Kwa hiyo Mwaura, tukimalizia maneno yako kwa yule mwananchi wa kule Mathare, unamwambia nini? Yaani ule Umoja One, maana awali kidogo tulikuwa na mheshimiwa kutoka Mathare, unamwambia nini? Ushauri wako ama yani utamvutia vipi ndo angalau akupigie kura kwa dakika moja? Mimi ningependa kuambia wakazi wa Umoja hivi. Katika wale wagombeaji ambao wanatafuta hii kura ya hii kiti ya udiwani, sitaongea mambo ya president ama whatever. Wale wanatafuta wote ni wanasiasa shupavu na ni viongozi. Lakini yafaa kila mwananchi asikize wale candidates wote. Ndio ukienda kwa ballot uchague yule kiongozi ambaye unaona atakutoa kutoka hapa kwenda the next level. Tusipofanya hivyo, sisi ndio tumecomplain hiyo miaka 5 venye drainage iko mbaya. Bado miaka 5 tutaendelea kucomplain venye drainage iko mbaya tusipochagua viongozi wazuri na zile vitu nyingi ambazo tuzi experience. Hivyo.
Na Mwaura, kwa bila maelezo yoyote yale, tunajua kwamba kuna kushinda, kuna kushindwa. Tuseme kwamba Agosti 9 imetokea kwamba hujachaguliwa kuwa diwani wa kule Umoja One. Hatua yako nyingine itakuwa ni gani kwa maneno mawili peke yake? Nimekuwa pale Umoja One, tumekuwa tukisaidiana na wananchi hata bila kuwa na kiti. Kama wakati ya COVID nimekuwa na wao tukasaidiana. Tusipopata pia tutaendelea kusaidiana, maana sitoki pale, tutakuwa bado tunang'ang'ana pamoja na nyinyi. Naam. Naam, Kaka Tom, kwa idhini yako, naam, kilipa nafasi nitaweza kumuuliza ndugu yetu sekunde 30 peke yake, maana muda wetu umekwisha. Swali lako ni kwamba tunajua umesema unagombea kama mgombea huru, that is independent candidate. Ni kwamba pengine najua kuna watazamaji kutoka Umoja Wana na kuangalia, ni kwamba umeidhinishwa na Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi, na kama umeidhinishwa, nembo yako ni ipi? Ndo mwananchi ajue. Haya, hiyo umesema mambo ya sembo. Mimi tayari nimeshaidhinishwa na IBC. Sembo yangu ni seal ambayo imeandikwa MK. MK ni issue za majina yangu Mwaura Keko. Okay. Na ni color yake ni green. Okay. Na kuna comment tu ningetaka kusema ambayo ingawa narudi nyuma kidogo, hiyo ya IBC ni kwamba IBC pale niliona hawakuprefer, ingawa ni katiba ambayo ilikuwa imeidhinishwa na wale wamekalia viti, haikuwa na equality. Ni kwamba wale independent candidates walikuwa wanafaa kutafuta vitambulisho 500 katika kwa udiwani, lakini wale wako na chama hawatafuti zile vitambulisho. Na pia ndio register chama, hakuna vitambulisho ukiregister chama waitishwa. Kwa hivyo kuna unfairness hapo, na hiyo ni constitution. Na wale wabunge ambao walipitisha hiyo, kwa sababu walipitisha kwa hila, tunawaangalia, kwa sababu independent candidates, they will come, they will change the constitution. It is everybody's right to vie. Don't inhibit people. Let it be open. Haya ndio tulikuwa tunazungumzia. Sasa amerudi kule kujitetea, maana kama hapo anayaona hayo. Mheshimiwa Mwaura, tukimalizia, kuna William Ruto, kuna Raila Odinga, kuna George Wajakoya na kuna David Mwaure Waiga. Utampigia nani kura aingie Ikulu Agosti 9? Kura ni siri yangu. Mimi niko independent, lakini lazima ballot nikipatiwa lazima niweke kwa mtu mmoja. Hiyo ni siri yangu. Sijapata manifesto ya hao wengine, nimepata ya Azimio, na ngojea nizipate ndio niweke decision. Kimye tunajua ni Azimio, hasemi ya kwamba ni siri yake. Mtazamaji, tunahitimisha. Bwana Kim, yes, kwa sekunde chache tu, maneno yako ya mwisho, kauli zako za mwisho, tukimaliza Mezani. Naam, kwanza nimtakie kila laheri Bwana Mwaura pale Umoja One. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, na ni kwamba nasikia kuna sheria ambazo wanasema zinamkwasa. Namtakia kila laheri, ndo akiingia pale aweze kuzibadilisha na kuhakikisha mwananchi wa Umoja One amepata huduma nzuri kutoka kwa serikali, haswa ya county. Na mimi nitakachosema ni kwamba msimu wa siasa ni huu, na ni kwamba sasa tunaingia ile inaitwa stupid season kabisa. Ilikuwa ni rehearsal, kwa hivyo tuwe mlengo wote huko, usibishane, usimchukie jirani yako kwa kuwa upande tofauti na wako. Tudumishe amani, manake bila amani nchi yetu haitakuwa nchi nzuri. Kwa hivyo hiyo ndo kauli yangu ya mwisho, hadi Jumatano ijayo tukutane hapa kwenye Mezani. Naam, asante sana Bwana Kim. Mheshimiwa Mwaura, neno lako la mwisho kwa mtazamaji kwa sekunde chache tukimaliza kipindi. Hii ni ile wakati wanasema ni ya vipindi. Wanasiasa watakuja na shamra tofauti. Ile kitu tunataka kuhimiza wananchi ni kwamba tudumishe amani. Ile wakati unapomdhulumu jirani yako kwa sababu ya uchaguzi
uchaguzi ukiisha utaenda kuomba chumvi ule jirani wako. So tutumishe amani, piga kura mrengo ambao unataka, chagua kiongozi ambaye anafaa, sio ambaye anakufaa, ambaye anafaa. Ndio hii Kenya yetu iendelee tukiwa pamoja. Asante. Naam, Sadakta, mpenzi mtazamaji, basi kwa maneno hayo kutoka kwa jopo langu katika kipindi chetu Mezani, hatuna la ziada ila kulikunja jamvi hili la Mezani. Najua kwamba ni mengi ambayo ya kuzungumziwa, lakini hatutayamaliza kwa mkao mmoja hadi Jumatano ijayo, akituridhia Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba mwisho wa jambo ndio mwanzo wa lingine. Hadi wakati mwingine, mimi nimekuwa wako Kaka Tom, na kwa niaba ya mwelekezi wetu Bwana Fiza, shukran jazila. Kuonana ni majaliwa. Kwa heri.